tambua majira haya ni ya namna gani. Nini kimebebwa ndani ya majira yetu haya tuliopo, sisi tulio hai? Nini kiko ndani? Kanisa la Mungu tunahitaji kunyenyekeza sana mbele za Mungu ili atufunulie mambo yaliyomo ndani ya hizi nyakati. Kama mjajua, hizi nyakati zinaondoka na wengi. Yaani zinaondoka na wengi, sisemi kufa, kuzikwa, ila zinaondoka na wengi, wanakufa kiroho. Ila ukiwaona hivi utafikiri wako hai. Na mimi namuomba Mungu wote waliomkiri Yesu Kristo tukutane mbinguni, si ndio? Paulo akasema na ituchumilia ile mege. Anasema nisije nikawahubiri halafu mimi nikawa amna. Yaani amna. Nimemwambia Yesu, kama kanzu lako linachanikada hasa ukinyakua, yaani mimi nitashika tu popote naondoka nalo. Maana yake na kaza kitu alichoniambia niseme na kanisa. Kanisa tumejawa na mazoea. Mazoea, yaani wokovu wa mazoea. Unaona? Sio wote. Hivi ninavyoongea unajigawa mwenyewe. Nitakapokuwa nafuta utajigawa mwenyewe. Mimi niko hapa au niko hapa, utakuwa unaongea mwenyewe ndani kwa ndani. Sikiliza, kila mtu kwenye kiti cha enzi atatoa hesabu zake, tuseme kwa nguvu, atatoa mwenyewe. Na hizo hesabu unazijua. Na ndio maana Mungu anasema utazitoa. Ila kuna neno moja nimemwambia Mungu anisaidie. Niko kwenye ile Mathayo, kwamba kila neno lisilo na maana unaloongea huku duniani utalitolea nini? Hivi dada, eti wakaka, hivi naelewa. Hivi tunaongea mangapi asubuhi mpaka jioni? Alafu ni mangapi hayana? Halafu tunaambiwa tutayatolea. Ulipokuwa unaongea hili, nipe maana yake, uje uone utakapokuwa tunarudi nyuma. Sema mkienda nyumbani mnyamaze. Unaona sasa maneno haya yanapoambia watumishi wa Mungu. Unaona mimi nimejuaje? Nimesoma. Sasa nikajiuliza, hebu kwanza nimeokoka bado ngoja. Yaani neno hilo linanipeleleza kwamba kila neno lisilo na maana nitalitolea hesabu za kugawa, za kuzidisha. Dada, nitolea hesabu gani jamani? Haya maneno ni jamani haya. Mwambie mwenzako iko kwa mitaani unaongea mwanga. Usiwe na mazoea. Biblia inasema yeye ajaye atakuja. Na shida, huyu Mwenyezi huyu ataingia ghafla kama mwizi. Baadaye nikamuuliza Yesu, mbona unatuvizia? Wewe utaingiaje ghafla kama mwizi? Kumbe neno Bwana likiongea kuna lingine linajijibu. Sasa kwenye Timotheo, unajua wale wampendao Bwana kuna watakuwa wamejiweka tayari. Kumbe wanaoinjiliwa kama mwizi ni wale wenye mazoea, sio wapagani. Hapa alikuwa anaongea na kanisa, sio wapagani. Maana vya Yesu wenyewe vya wapagani wala havimo, wala hawavitaki. Sisi tunaohangaika, alafu ikafika sehemu ukashangaa unaishi kama raia. Nikizungumza raia, maana yake uishi kama mwenda mbinguni.
Weka uongo kanapita, kakusengenya kanapita. Afu unataka wewe ni mwenda? Si ndio? Zinaa inapita, mwenda mbinguni. Eti mtu akaniambia, we mama hujajua. Juzi nilikuwa naenda kuhubiri Moshi. Nilikuwa na mafundisho ya leo. Usiku Mungu aliniletea ndoto. Nikasema no, hapana. Ndoto imejirudia mara 3 kwa siku hii. Eti unaamka unaenda toi, alafu ukirudi toilet unarudi, inaanzia pale pale, unaamka na fanya hivi. Nikilala na mtu wale na nguo zile naendelea. Mungu aliona hii kichwa haitaelewa. Simniulize kwani uliona nini? Asante. Nilichokiona, watoto wa watumishi waliokuwa waimbaji waombaji wanajiuza. Yeye kudandia wakaka ile, njoo niko hapa. Wanaenda. Mara ya pili nikaishia mahali, ikajirudia, nikapelekwa na nyumba. Mara ya 3 nikaonekana mimi nalia na wale wa mama wa Moshi tunalia. Hawawezi kuongea, wamebaki wanagugumia. Namwambia mwanangu, wewe si muombaji. Wakaniambia mama, Yesu tunampenda, tutatubu. Hela hamna. Kwa hiyo kukosa hela ndio unauza utu wako na unamwacha Yesu. Kwani walinisikiliza? Nikaona kijana kaja kagonga mlango, wameingia, kapewa 500. Dakika moja wameingia, kwamba ndio tayari wameshamalizana, ndio wametoka. Nikamwambia no, nakataa sasa. Lakini ndio nishaona nyakati hizi. Wakati naongea na mwanangu mmoja akaniambia mama, haujajua. Waulize vijana waimbaji. Niwaulize nini? Akasema sasa hivi kuna mapenzi ya mkataba. Wazazi nisikilize. Kuna mapenzi ya mkataba. Wewe kama hujayajua, na mimi ndio nimeyasikia mwenyewe. Anapatana na kijana, nipe milioni, nitakuhudumia miezi atuoane. Miezi 2 kisha kila mtu zake. Unaona ni binti anakuja, wanaimba hapo. Sasa ni waimbaji wa hapa, sema huko yaliyoko dunia. Unaona sauti dada inaenda, lakini ana mkataba na kijana kumpa mapenzi. Dar es Salaam sio Ulaya. Hata yaongea yako hapa. Na wenda vijana wengine wanajua. Na wasichana nasikia wanawafuata wavulana wenyewe. Na wavulana sasa wana kiu ya kipepo. Ili wafeli njiani kwenye nyakati hizi. Nani amenisikia? Ujue mimi nikasema, wewe umeniambia vya nini? Eti namwambia tena, umeniambia vya nini? Wakati Mungu kaniambia. Yaani nisikiaje? Yaani wewe niambie. Wewe kama ungesikia ungefanya. Jana nikaongea na mwanamke mmoja. Wako watu wa mama, wanawake waomboleza, ambao unaweza kuomboleza juu ya kizazi hiki. Nikamwambia binti, wajua tuko nyakati gani dada? Hebu tafuta eneo, tafuta hata wanawake 20. Mimi nitatembea hata vituo 10 niwe naongoza maombi. Au niwe naomba na hao wanawake. Au wapo mtu mmoja atakayelia juu ya watoto wake, acha watoto wa wengine. Watoto wako. Niwaulize swali wazazi. Baada ya miaka 10, nyinyi wenye watoto wadogo, ni kweli unajua? Ni kweli. Mtu anakuletea, anakuambia mama naoa. Wanakuja wawili wenye jinsia zinazofanana. Nyakati hizi. Hapo mmoja, hapo Mbezi hapo. Mwaka juzi. Baba anauliza, mwanangu mbona yuko wapi sasa huyu mkwe, mbona afike? Nishafika.
watu wamekaa, vyakula vimepikwa, anakuja kutambulishwa. Amekuja kutambulishwa ndio na rasta zake, mkaka mwenzi. Anasema msichana wako yuko wapi? Huyu hapa. Wewe unasemaje? Huyu hapa, mama kazima. Baba alichomoka mlango wa uwani. Sijui alikimbia hakurudi. Hiyo ni mwaka juzi. Na kuuliza wewe ambaye unalegea kwenye nyakati hizi. Ndio hivi mchungaji anasema mje tuombe, mje kanisani angalau neno lidondoke, macho yako yafunguke, ujue kwenye nyakati, ukae mahali penye moto. Tuko mitaani dada, tuna shughuli sisi. Tunaomba mtu. Haya, hata kama una shughuli, hauji kanisani, nataka nikwambie, tangu umezaliwa, umetembea maili ngapi? Na hapo una shilingi ngapi? Tangu umezaliwa, niambie zote ulizokanyaga hapa, kali yako kama amba nje nyumbani asubuhi ende nga umerudi, niambie una benki kuna shilingi ngapi? Muulize naomba nisaidie kumuuliza. Mwambie maili. Maana ukinunua gari haya mayuzi haya, si ndio? Ukinunua hizi gari used hizi, wanakuambia zimetembea maili kadhaa. Si kweli? Ili ujue unanunua lililochoka au lenye hambo msukuma anaongea. Sasa nikuulize used wewe, tangu umeanza kutembea una ngapi mfukoni? Tujisafi. Alafu bado na kwa Bwana unakwepa, tukufanyaje? Hata tukimaliza semina hapa mmeshaelewa. Kwani kuna haja ya kuhubiriwa sana? Amina. Nataka nikuulize leo, unajua huyo binti uliyemzaa na miaka 10 ijayo, huyo mkweo huyo unamwombea, unamwombea mtoto vyako hapa. Huyo wanaowaleta hao wanaokuja kukuharibia familia, unawajua. Tambua nyakati hizi zimebebana na nini? Unaona watu wanang'aa. Yaani saa zingine nasema Yesu, haya macho si nifungue. Yaani unaona watu wanang'aa tu, wako huko barabarani na viatu kokoko. Fuatilia historia yao. Unaweza kusema Yesu. Ndio mtu mmoja akasema si dunia isimame niteremke. Tambua majira. Ikiwa watu wamekataa utu wao wa kuitwa waume, hawataki. Mimi ni kansela wa ndoa. Ndoa nyingi zinaachana kwa sababu wanaolewa, aidha mwanamke anakuta ana mwanamke mwenzie nje. Mwanaume anakutwa ana mwanaume tangu ujanani. Kwamba nimekuoa lakini na nini? Havioni, anakuja kugundua kwenye laptop yao hizo mapicha yao ya nani. Simeelewa? Alafu namwambia kaa tuvumilia. Mama, unaachana ndoa? Yaani wewe kabisa ndio ujielewe. Unaacha ndoa yako. Anatamani akwambie ungejua niko kwenye laana mpaka kizazi changu cha 4. Mume wangu mwenyewe ni mke wa mtu. Hivi wewe naongea na mwingine yumo, wala usikushangae, Mungu atakuponya. Hivi mnasikia, unaona huu wakati? Majira yanazungumza. Aliye na Yesu hajui nini kinataka kutokea. Dunia imekuwa mbaya katika ulimwengu wa roho, lakini ni nzuri katika ulimwengu wa mwili. Ina vivutio vingi zaidi. Ina vivutio vingi, viko mikononi vivutio. Muulize mwenzako, kivutio unacho? Muulize kivutio unacho? Nani ameelewa maana ya kivutio? Simu za mkononi. Muulize tena mwenzio, kivutio dada unacho, kaka unacho? Akujibu.
Niambie, simu yako na Biblia nini kinatumika zaidi kwako? Kivutio. Usiite simu. Sema kinakuvuta. Kinakuvuta dada. Ukikosa kuvutwa cha simu, utavutwa kwenye screen hapo nyumbani. Wamama tupo na tamthilia, wababa na mipira. Kuangalia mpira sio dhambi, naambia ukweli, sio dhambi. Lakini isiwe ibada kwako. Isiwe ibada ya sanamu kwako. Hata Mungu akitaka kupata muda wako, unamwambia nenda kuangalia Yanga. Leo ni siku ya Simba. Leo unasikia kabisa moyo wa mtu unafanyaje? Huo moyo huo unaopapalika, hauwezi kupapalika kwa Kristo. Ukiona kitu kingine kinachukua nafasi ya Mungu, hata awe mke wako, ukimpenda kuliko kumpenda Yesu, mpende. Au amjie maana ya kuabudu kwa tafsiri nyingine. Kuabudu kwa tafsiri halisi ni kumpenda Mungu kuliko chochote mbele yako. Hicho ndio kinakupa kuanguka na kumsujudia. Kuabudu ni kumpenda Mungu kuliko chochote duniani. Ukisikia unapenda kitu kuliko Mungu, jiulize mara mbili, hivyo wokovu wangu ni wa kweli ama? Ndio maana sanamu ziko nyingi sana, ila watu kwa kutokupambanua hawajui kwamba wana ibada za nini. Zimo maibada ya sanamu yako mengi, sio lazima uwekewe kinyago. Shetani alijua kwamba neno tutalijifunza, vile vinyago vinavyoonekana watu watavikataa. Anapofanya anateka moyo wako, anakuwekea kinyago moyoni. Maana yake nini? Alimsikia Yesu anasemaje? Waabuduo halisi watamwabudu Mungu Baba katika roho na kweli. Akapata huko kwenye vinyago. Yaani anakuwekea vitu vingine kwenye neno, utasinzia. Tamthilia vyote unavijua, ukiambiwa ile dada, unajua tufanyaje hivi? Alitaka kumuoa akashindwa, akaja dada yake akamchukua. Yaani utaelezea tena, tunajiwekaga tayari kusubiria kwenye TV. Haleluya. Tupeane mikono kanisa. Amina. Ni nini nimesema? Vivutio. Sasa wakaka na wadada na sisi wamama na wababa wote humu duniani, shetani na sisi katugeuza kuwa vivutio. Ili mwanaume awe kivutio, anashinda anapiga zoezi, anatafuta 6 nini nyakati hizi. Sisi tulivoolewa, tunaolewa tu, ana kifua chembamba sawa, ana kifua kinene sawa, maadamu mmependana. Sasa hivi wasichana mnawafanya wakaka wakae kwenye nini? Kulipa sasa. Hela nayo 1500. Kanwe kifua bwana. Hata mwenzako yule wenda anapumu atakufa. Mwisho akwambia bwana tuachane. Wewe nafikiri atakutumiaje hekima hujajua? Mimi nafikiri wewe si wa Bwana. Hebu tuendelee kuomba. Kwa maana wanasema hata kukuacha, anakuambia hebu tusubiri kidogo tuendelee kuomba. Ndio umeachwa. Unataka kuendelea kuomba hapo au ndio umeachwa? Kuna kuomba hapo eti ndio umeachwa. Kumbe shida kuna guneno alijisemea mumewe. Umeuongea kwenye masikio yake likamkoroga. Tuendelee kuomba mpendo, tuendelee kuomba. Saa hizi nyakati hizi, tambua nyakati. Mmekazika nini sasa? Wasichana wenyewe wadada wanajiuliza, siku hizi hamna mbaya. Wanawake wote wamenyooka. Siku unamuoa sasa ndio utaona na bizi zimeangalia wapi. Yako pale maibu.
Ukimuona amekaa dada, unashindwa hadi kuabudu. Yaani anakufunga kakuwekea bwiksi bwa bandii vivutio. Na mlokole wa watu uruhusiwi kumsogelea. Naambia mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu, haleluya. Lakini unaangalia haleluya. Wadada, hebu tumwambie Mungu asante kwa jinsi tumeumbwa. Mwambie Mungu asante kwa jinsi tumeumbwa. Ngoja niwaambie siri, vile ulivyoumbwa kuna mtu maalum usiyemjua anayependa hiyo shepu. Wadada tupo, tupungiane mikono dada. Mwingine kakasirika. Hapa nilipo nimeyavaa. Unayavaje kanisani bwana? Kavae kwa mitaani. Ila najua mjavaa ndio maana naongea. Amina. Bado mnanipenda eti? Wakaka kuna t-shirt imeletwa huku. Inavaliwa kama nini ile? Kawesh. Ili aonekane hajaa. Subiri sasa akikuoa. Unalutafuta lukifua lule ulokuwa unaona lukifua. Vivutio. Achana na mambo ya vivutio. Mwamini Bwana kwa jinsi ambavyo umeumbwa. Mwamini. Ndio maana ndio zinavurugwa sasa hivi, hatuna hata maelezo. Hivyo dada, unaziwa nene, mwambie Yesu I love you. Asante kwa wewe uumbaji. Amina. Kuna mtu usiyemjua. Yeye alisemaga mimi viziwa vidogo hapana. Namtaka mama mmoja, nikimuona hivi nitamjua. Ghafla siku imekubalika sasa. Ya kimbingu Mungu anakupa. Si unakutana naye wapi? Wengine mnakutana mashuleni, vioni, unamuona butini sasa. Shabash. Bwana amefanya. Amina. Unasikia wimbo unakuja tu moyoni, mtoto wa kiume, Bwana amefanya. Najipa mwenyewe kwamba kila miaka 10 huwa kuna kitu ndani kinatembea hapa, miaka 10 cha mauzauza, cha uharibifu kimo ndani. Sasa usipotambua jinsi majira yanavyokuwa yanabadilika, hautajua hata jinsi ya kuomba. Sisi hatuombi madamu tunaomba. Ndio maana unapokuwa unapambanua nyakati za leo, pambanua na nyakati zako mwenyewe. Hata mwe watu mnalingana au mpo mapacha. Hata mwe mko mapacha hivi, si ndio? Mmezaliwa au wote ni rika moja. Sikiliza, nyakati za huyu ni tofauti na nyakati za huyu kwa kitu alichokibeba. Kusudi ulilolibeba linakuwa linadai wakati. Kama Mungu ameweka kitu ndani yako, huwa kina nyakati zake. Nyakati za kulelewa, alafu nyakati za kukua, alafu bado kiingie kazini. Wewe nyakati zile kinalelewa kile kipawa, tayari umeshafiatuka, umeanza. Hautaona matunda. Hautaona matokeo. Lazima utambue kwamba hizi nyakati ni nyakati za namna gani. Leo kanisa, Biblia imetuweka wazi kwa kila kitu kwa ajili ya hizi nyakati. Ndani ya huu wakati kuna vurugu wapendo, kuna vurugu hadi hata wale wanaoona kidogo katika ulimwengu wa roho wanapoteza hivi naona nini hapo? Amina. Nazungumzia wale waonao katika ulimwengu wa roho. Kinachokufanya ulikuwa una speed dada na wewe mwenyewe unajijua ya kuomba. Leo nani kakufelisha? Nani kakufelisha? Muulize mtu, nani amekufelisha? Wewe hata kama unaomba wewe pokea tu. Nani amekufelisha? Wakati unatakiwa ukue katika kuomba, si ndio?
Maombi sio makelele. Maombi ni ufahamu. Nimesemaje? Yaani usi Mungu wangu mnanielewa. Hebu nisomee kwanza kitabu cha Mithali alafu tutarudi kwenye Luka. Kwa kuwa na watu mafundisho mazuri, msiache sheria yao. Maana nalikuwa mwana wa baba yangu, pole mpenzi wa pekee wa mama yangu. Naye akanifundisha, akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Nipatie hekima, nipatie ufahamu, usiusahau. Usimwache naye atakuhifadhi, mpende naye atakulinda. Bora hekima, basi nipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote nipatie ufahamu. Hebu rudia hilo la mwisho. Bora hekima, basi nipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote nipatie ufahamu. Asante mama, Mungu akubariki. Eti nini? Kwa mapato? Mjaongea. Kwa mapato? Anasema fanyaje? Jipatie. Sisi kwa mapato yako yote tunatafuta nini? Cha kwanza tunawaza nyumba nzuri na gari. Lisha. Hata kama hela yako haitoshi, gari unaiwaza. Kweli si kweli? Unaishia tena na mimi siku nipata nitanunua gari. Si umeiwaza? Upate sasa hivi hivi zimeingia. Lakini wazo unalo. Angalia, anakuambia kwa mapato yako yote jipatia ufahamu. Kwa sababu gani? Mimi nawapa mafundisho mazuri. Shika amri zangu. Maana yake nini? Shika neno langu ukaishi. Sasa baadaye sisi kushika neno, tunashika maneno. Niambie, ukishika maneno utakuwa nani? Eti muulize mwenzio, ukishika maneno utakuwa nani? Ngoja niwaambie siri, ukishika maneno utakuwa nani? Mbea. Kwa sababu yatakuzidia, unatamani uyapeleke pengine yatoke. Ndio ile dhambi inayoipata kanisa. Dhambi inaitwaje mamangu? Njoo nikushirikishe. Siku hizi wewe unaona wapendwa rafiki, hebu njoo nikushirikishe. Njoo nikushirikishe. Dhambi ya njoo nikushirikishe inalitesa kanisa. Ujue huyu anayo mengi. Njoo nikushirikishe, nipunguze ili kesho nijaze. Sijasema msishirikiane jamani. Mimi nasiposema njoo nikushirikishe, maana yake unaenda kumsema mtu kwa ubaya. Mtajua tu kwani nini? Hivi hapa tunakaa tunahitaji kukua. Hatutakuwa kwa maneno, tutakuwa kwa neno. Tena neno lililo na pumzi ya Mungu. Ili kwenye zile nyakati shetani asituzoe kijinga. Shetani asitupeperushe kijinga. Nyakati hizi zimejaa karibu mambo manne. Twende. Vurugu za kiroho na kimwili. Huu wakati umejaa kujipenda kupita maelezo. Kujipenda wapendwa. Kuna ubinafsi umeingia, umelivamia hadi kanisa. Yani kiongea hivyo, naomba na ufafanue, sawa eh? Yani unaweza kukuta hawa kundi hili, hawa kundi hili. Si ndio? Hawa wako hivi, yani sisemei hapa, mimi nikizungumza kanisa jua nazungumzia kanisa. Yani kuna mgawanyiko katikati ya kanisa, kati ya watu au wenye nacho na wasio kanisa. Watu wenye kujipenda. Ni wakati uliojaa kusalitiana. Mimi naijua hayo ya Timotheo huko, mtu ayache kwanza. Mimi nazungumza yani kusalitiana, yani kumeingia kusalitiana ambako hatuwezi eleza.
ugomvi wa makanisa, si ndio? Aliyasema Paulo Timotheo, waraka wa pili kwa Timotheo. Haya nilikuwa nayawaza mimi kama mimi, lakini nikasema kumbe Timotheo kwani aliona huu wakati, alafu akasema ni wakati wa hatari. Yeye aliona ni wakati wa hatari, sisi tunaona ndio maisha. Mbona tunapotofautiana? Mwenzetu alipewa maono ya wakati wa mwisho ambao sisi uliotukuta tunaona ndio maisha yenyewe. Mtu akikosea achana naye. Jambo na mambo. Ndio yamejia kanisa. Kusalitiana. Hata hapa naweza nikawa na mtu hapa, kuna watu wamuongee. Yaani unanyooka tu kwa sababu alikukwaza kwenye kwaya. Amekukwaza kwenye maombi, hata kwenye maombi siendi. Amekukwaza mwanadamu, dada, Yesu hajakukwaza. Haleluya! Ni kweli makwazo yapo, manake ukimfisha mtu akafa kiroho, wewe uliyemfisha. Yesu alisemaje? Amkwazaye mwenzake tumfungie nini? Bujiwe. Lakini mbona tufungiani, mtumishi wa Mungu? Mbona tufungiani hayo mawe tukamtosa baharini? Tunajua neema ingaliko. Sasa hiyo neema iliyoko kwenye juu ya kanisa, watu hawaielewi, haiwafanyi kutubu na kutengeneza. Rafiki, kukoseana kupo kabisa, ila tengeneza na mpendwa. Tengeneza dada, twende mbinguni. Amina. Si ndio? Mwambie rafiki, hapo umenikosea. Tutengeneze tu twende. Mnaweza msiwe partner, lakini mmesameheana. Nani amenielewa? Kwa partner sio lazima. Si amwendi. Kwani Paulo alisemaje? Walipo tofautiana kati ya Paulo na Barnaba, ilikuwaje? Barnaba akaenda hivi na huyu akaenda hivi. Huyu akapata wa kwenda naye na huyu akapata wa kwenda naye. Sio kila mtu ameitwa kufanya biashara na wewe. Acha mkwazane ili mgawanyike. Ukufanyaje? Hata mkikwazana mkagawanyika, mrudi kwa hivi. Tutengeneze ile wewe endelea. Yaani waendao mbinguni tunafanya. Hili kwazo hili, sawa? Si kwa sababu tuwe maadui. Ni kwamba yeye ana kitu chake, sio partner kwenye hiki kitu. Amen. Kwenye maombi kama ueleweki tukufanyaje? Tunakwambia tu kwa kweli, huenda kuna kitu kimekudandia. Tengeneze, sio tukasilikie. Kwenye maombi waombaji mpo, msinyooshe mikono. Kwa sababu mtakachokisema labda mtakipenda. Kuna watu wanapendeka kutoa unabii hata kama sio wa Bwana. Kila saa Bwana kaniambia. Bwana kaniambia. Mbona si hatumsikii? Hapo yale unayosema basi yatokee. Tutasema sisi wenzetu, wewe ni muonaji katikati yetu. Yale wewe una kipawa, mimi na ushauri. Lakini yale unayoyaongea hayatokei. Au tukikutazama hii ni nafsi inaongea hii. Dada, kama huko mimi nakuaga hivyo. Mtu atasema, tutapima kama ni Bwana au la. Mwe mnaongea hivyo kwa sauti, uone kama ataendelea mara tatu. Waraka wa Yohana ameturuhusu kupima. Amesema tujaribuni hizo kama zinatokana, maana hizi ni nyakati za mwisho. Waefeso 5 wasema kuanzia 15. Hebu soma 15 Waefeso 5:15. Kwani inasemaje? Lakini Waefeso. Sasa mpekue Biblia nyinyi wenye Biblia tuone nini mitaa. Mnapozurura mitaani ya watakatifu. Basi angalia sana jinsi mnaenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Tukomboa wakati. Kwa maana nyakati hizi ni za mwovu. Umesikia? Ni za mwovu, lakini ni za mwisho pia. Anasema tukomboe. Nani anaweza kunipa tafsiri ya hilo neno? Muishi kwa hekima
alafu ukomboe wakati wako. Sikiliza, hapo mwanzo niwaambia kutambua nyakati tulizo nazo. Kama za kwako nyakati zako zinakushinda, utajuaje za Bwana? Wali nauliza vijana, kama nyakati zako wewe dada ulitazama wewe hapo zinakushinda, za Bwana utazijuaje? Ita sana ufahamu. Mwambie hekima, wewe umbula. Neno hilo. Sina ndio naongea. Eti uite ufahamu, afu mwambie hekima, wewe ni umbula. Maana wewe ni ndugu yangu. Unapatanaje afu shindo kuelewa? Mama Victor hapa, najua bado kidogo tu viatu virefu sitavaa, nyakati zinaniongelesha. Kweli si kweli? Unamkuta mdada, mama amepita miaka 50, nguo hii hapo. Ni nyakati zake hizo. Muone akitembea mapaja yanazunguka yenyewe. Si ndio? Si ametoka kwenye mifupa. Tunamwambia dada, sio nyakati zako. Waache wenye vinyama vilivyoshikana, hata wakitembea nasema ni msichana huyu asichoshe. Lakini mkute anapenuka. Kuna nyakati ambazo Mungu amekuruhusu ufanye biashara kwa nguvu kama kijana. Wewe unakaa unasogoa. Unakaa kwenye vijiwe. Akili iko mgando. Unapoteza miaka 5 huna 100 hapo. Miaka 25 inafika, hapo ndio una kitu cha kuchanganyia. Hauna na baba yako hana na wewe huna, tukufanyaje? Nyakati za baba yako zimeliwa na madumadu na nzige. Za watoto nazo zimeliwa, wajukuu watafanyaje? Kama misingi ikiharibika, Zaburi 11:3, mwenye haki atafanyaje? Misingi ya baba imeharibika, nyakati zake zote zimeliwa na mtoto zinaliwa. Unaona, hauna kitu cha kusema ngoja niende nikate rufaa kwa Kristo naye atauanza mwanzo wangu mpya. Maombi hayo kijana huna. Uko na wewe kwa vijana, ukitoka hapa unakuwa kama vijana wa kawaida wa mitaani, wakati wewe ni uzao wa kikuhani. Shetani hakupi vitu vyake, hakupi. Akitaka kukupa anakuambia nisujudie. Au hamjui katika kitabu kile cha Luka ule mlango wa 4, wakati Yesu anaenda kujaribiwa nyikani. Mnaelewa maana yake? Mnaelewa? Wamama wangapi wanaelewa hilo nini? Hilo neno ambalo sababu Yesu alipelekwa na Roho nyikani. Nani anajua sababu? Pepea. Kama unajua sababu naomba upepee tu. Sitakusema ongea. Wewe upepee tu kama unajua sababu. Tunajua alipelekwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Nani anajua sababu? Mtu wa Mungu. Nani anajua sababu? Sikiliza niwaambie wanawake, nyinyi mlio na uzao, mnajua sababu Yesu alipelekwa nyikani. Jaribu lake la kwanza, hata kuingizwa kazini, jaribu la kwanza hilo hapo. Sikieni niwaambie, nyinyi wenyewe ni wasomaji na watu wa ndoa watanielewa. Ndio maana ndoa mimi sifundishaki siku moja, wewe elewa. Kwa sababu ndoa inaanzia rohoni kuelekea mwilini. Watu wengi tunafundisha ndoa mwilini, ishi mwilini. Hatutapata majibu kama tumeokoka. Ndoa inaanzia rohoni kuelekea mwilini. Lazima ujue kwanza chanzo cha uharibifu. Mama yetu wa kwanza amekula tunda. Mmenisikia? Jaribu la chakula. Jaribu la chakula kitamu kizuri, chatamanika kwa maarifa, kimemfanya mwanamke wa kwanza kuuingiza ulimwengu hapa tulipo. Chakula. Yesu anapelekwa nyikani. Jaribu la kwanza mwanangu ni chakula. Kumbe kila chakula nikamuuliza Bwana, utaniambia nini sababu ambayo inakufanya ujaribiwe siku 40 bila kula, kisha ukaona njaa? Roho wa Mungu akanifundisha, akasema jaribu la kwanza pale mstari
bustani ya Edeni ilikuwa chakula. Akanifundisha akaniambia nguvu aliyeitumia Shetani kumdanganya mwanamke imenigharimu siku 40. Sio nguvu ya kawaida. Nilimgharimu Bwana kukaa ili aishinde siku 40. Alafu Biblia inasema kisha akaona njaa. Shetani anamtokea. Wewe si mwana wa Mungu, chukua hilo jiwe. Geuza leo mkate. Yesu akamwambia hatutaishi kwa chakula tu. Ilitakiwa Hawa ajibu hivyo. Haitakiwa haraka sana Hawa amjibu Shetani amwambie hatutaishi kwa hema tu. Tunaishi kwa sababu Mungu ametaka tuishi na tunamtii neno lake. Asingekula. Ulisha kujifikiria Yesu kukaa siku 40. Mungu ananiambia ile ni nguvu. Usifikiri ilikuwa ndogo aliyoitumia Shetani kudanganya wale watakatifu. Sio ndogo. Nilimdhalimu Bwana kutushindia. Mfungo wa siku 40. Wewe leo ukifunga unafunga kwa kuigiza hata ujui unafanya nini. Na hapo ukifunga unaona njaa hata ujui umefunga. Na hata ukifunga siku 40 wako unamfungia nani? Mwenzako alikuwa Biblia inasema alipelekwa na roho nyikani. Wewe nyikani yako ni ipi ambayo unaifungia hata siku 40? Mwambie mwenzio unasikia. Maana kuna mwingine anaweza kaa anasikiliza ghafla analetewa banda lake la nyanya. Unafika niangalia kumbe yuko kule. Yeye ni nesi yuko kwa madokta na yule mgonjwa si yule mgonjwa kafa. Uwe huku mwambie mwenzako uwe hapa bado dakika 2 tunamaliza. Miaka 25, ukiwa na miaka 25 mwanangu wa kiume, anza unanukia kuoa. Yaani kuna mafuta yanaanza kunukia huko au yanatoka tu. Unafika ujui nyakati zako, huko tu kwa mama unadeka. Ni huyu akai kwangu anakaa kufanya nini? Ndio umri wake huyo. Naambia una hela. Mimi na mama nitoe basi nikutoe wapi? Nishakutoa tumboni nikutoe wapi? Eti nikutoe wapi? Nishakutoa tumboni. Amen. Kama ya kutoana tunatoana wapi? Sasa mimi nategemea ndio waniletee nile ninenepe hata sinenepe. Ako kuna saa zitafika hautaweza kucheza hivi kama ninavyocheza mimi na fly. Nilikuwa namuona babangu hapa yuko tu. Hata ukitaka kuruka mweleka mmoja hapa ndio utajua. Haleluya! Tambua nyakati zako kwamba nina miaka 35 mwanamke, miaka 35 ujana wa mara ya pili mwanamke unaanza. Nimesemaje? Kuna ujana mwanaume unaanza ujana mara ya pili miaka 45. Nimesemaje? Wa kwanza unaishia hapo 35 mpaka 38 ndio unakutaka kijana kama katoka hata kama jaoa unamkuta kama kapozi hivi hali ile ya keke makeke ama mjajigunduaga ukimwangalia hivyo sasa unataka ameoa hajaoa ana alivyokaa tafikiri kaoa. Ujana wa mara ya kwanza umepita ila umepita hajajiandaa ndio yuko hapa na mbwela anahitaji tu neema ya Mungu imsukume aoe. Kwa sababu miaka 35 tunategemea una mtoto mmoja kama umechelewa. Lakini sasa 35 una watoto hao. Wanapishana miaka 3. Kama mjuu. Haya mahesabu mlionayo ya sasa hivi wala sio ya Biblia. Ndio maana tuna watoto wengi na mimba zimejaa chooni. Wazazi hawana hela, wanawazimisha watoto wao na hela. Wenyewe alikosaje hapo unapata? Ndio ndio hiyo kufanyaje? Hata wewe kweli ngojeni niwaambie science tu ilivyo ya kawaida. Ndio yale niliyowaambia. Nani amenielewa? Sio kwamba ni wadogo. Umepataje mimba miaka 25? Alivunja unga na miaka mingapi? Dada kachika mama.
Alivunja ungo na miaka mingapi? Sasa hivi watoto wanavunja ungo na miaka mingapi? 12, 11. Sawa? Si kweli? Mpaka mama analia. Mama mmoja akasema, "Baba Victor, mbona mwenzangu mwanangu mdogo kavunja ungo?" Kama ndo unalia. Hata mama Victor, atamficha wapi mimi? Mfiche kwa Yesu. Kama huwezi kuombea mtoto wako, ndio kisha alivunja ungo. Sasa fikia amevunja ungo 11, 12, 13. Sawa? 14, 15, 16, 17, 18. Upo? Tunaenda 19, 20, 21, 22. Yupo tu, mwili unamchachamaa. Akienda chuo anakutana na vijini sana, na vyenyewe havina hela ila vikubwa. Amjui kama ni matatizo duniani. Sasa ndicho hicho unachokiona. Watu wako kanisani wanaimba kwaya, wanazidi Mungu, kwa sababu walioanza kufeli sio vijana. Tulioanza kufeli ni sisi wazazi. Shetani alipiga uchumi wakati tumelala, hatutambui nyakati. Umenielewa? Tukaacha kuweka vya kuwawezesha. Ndio maana nasema mzazi mwenye ufahamu uwekea watoto wake urithi. Akiona tu, sisi ndio alikuwa anatufanyia. Wakikuona tu, watu wanakusumbua huko kijana, wanaambia wewe, tunaona usije katuletea mimba hapa. Kiamba kile, si ndio? Tunakupa kaploti, jenga nyumba ya udongo, ya bati utanuaga mwenyewe. Haya, fulani wanaanza kuchunguza nyumba ya mtu mwenye msichana yenye nidhamu. Katembea yule msichana umempenda, ndio baba. Haya, wazazi wenyewe ndio wanaenda kuanguka kwenye ile nyumba. Sisi mtoto wetu hataki atuletee hapa mimba au nani, watoto tusiowaelewa. Tumekuja kutaka tu nyumba huko. Kijana anaenda analipiwa mahali na wazazi. Leo mvulana anakuwa jilipie, hana ila nguvu anazo. Tutaomba mpaka midomo isitoenda wapi, kwa sababu ni vitu vya kikanuni. Sasa wakati wewe unamwombea mwanao amalize shule, sawa, chuo, lakini unashindwa kuomba kwamba Mungu dhibiti mwili. Usiomba amalize chuo kabla hujaomba Mungu dhibiti mwili wa mwanao. Inawezekana kabisa. Inawezekana pia tukimwamini. Hebu simameni, mimi nishaona sasa nifika. Unafikiri nitapita? Sipiti. Naona mambo yenyewe yanakuja yenyewe. Msimame, mmekaa. Eti baba, ndio twende mimi na muda nimeshaamini sasa nikapaa. Hawataki kusimama. Bwana Yesu amegomea Mungu. Ukipewa muda unaheshimu, si ndio?